Sasa ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 12 2024. Wakati manabii wakuu wa Jehova waliingia, nilichukua kadi yangu ya yellow yenye nilikuwa naendanga nayo kuchukua madawa, nikaweka kwa TV wakati alikuwa naomba akilani magonjwa yote chini ya jua. Ndio nilichukua hiyo kadi yangu nikaweka kwa TV K24. Wakati niliweka hiyo kadi kwa TV, nilisikia utembeleo wa Bwana, nilihisi moto, nikaanguka chini. Na nilikuwa natokewa na joto pia nilikuwa nayo. Hapo mali nilikuwa nimeanguka, juu nilikuwa namlilia Mungu anikumbuke, juu nilikuwa nasikia uchungu juu ya hii ugonjwa. Mimi ndio niko na hii ugonjwa kwa nyumba, bwana wangu hana ugonjwa, watoto wangu wako tu sawa wote. Hawana ugonjwa. Hata watoto wangu walikuwa wanalia. Juu hao ndio walikuwa wananipea madawa kila siku. Madaktari walisema, Millicent, sasa utabidi uambie watoto wako pia wajue hii hali yako, watakukumbusha hata ukiwa umesahau juu ya kumeza dawa, watakuambia. Sasa hao pia walijua hali yangu. Hao ndio walikuwa wananipea dawa ikifika saa 3 za usiku, wananiambia, mama, hujameza dawa, meza madawa zako. Walikuwa wananikumbusha, hata bwanangu alikuwa ananikumbusha hata akiwa wapi, ananipigia simu, mama, umeshameza dawa kweli? Sasa nilikuwa nahisi uchungu sana, juu mimi ndio nilikuwa na hii ugonjwa kwa nyumba yangu na watoto wote hawana ugonjwa. Bwanangu pia hakuwa na hii ugonjwa. Sasa ndio maana nilikuwa namlilia Mungu anisaidie, aniondolee hii ugonjwa, aniondolee. Sasa hiyo wakati ndio Mungu alinitembelea. Hapo ndio nilianza sasa tena, wacha nianze safari, nirudi kwa hospitali, niende nijipime nipate kama Mungu alinitembelea. Ndio nikaanza mwendo sasa. Ilikuwa mwezi wa 2 nikarudi Ulungo. Kufika pale walinipima, wakapata kama niko negative, sina ugonjwa. Nikarudi nikakaa nikasema, tena wacha niende hospitali nyingine. Nikaenda Nyamonye Mission Hospital. Pale pia walinipima, wakapata kama sina ugonjwa. Wakasema, Millicent, wewe una ugonjwa, enda nyumbani ukae na watoto wako. Hiyo wakati tulikuwa na bwanangu, juu alikuwa na mimi kila wakati. Sasa nikaamua, wacha tena niende Bondo District, niende nipime tena. Kufika pale pia nilipimwa, nikapata kama niko negative, sina ugonjwa. Sasa nikakuwa na ujasiri ya kurudi mali nilikuwa nachukua dawa. Nilirudi usiku, mali nilikuwa nachukua dawa, nikaambia hao madaktari, sister, mimi sina ugonjwa. Na wakaniuliza, Millicent, unaweza juaje una? Nikamwambia nishapima, imepatikana sina hiyo ugonjwa tena. Wakakata, wakasema hapana, hatuwezi kubali juu kama uko positive, hata tukikupima saa hii inatoka tu positive, iwezi toka negative. Na nikamwambia nimeshapima lakini niko negative. Wakasema wacha hata sisi tukupime, alafu ndio tudhibitishe kama una huyo ugonjwa. Wakanipima. Kunipima ikarudi niko negative, sina ugonjwa. Waliogopa sana, wakastuka, wakasema, Millicent, hauna ugonjwa. Sasa kinyo tufanye, wacha tutoe viral load, tuende tupime tuone kama hii viral load itarudi aje. Sasa hii viral load kama imerudi hauna ugonjwa, itabidi wachane na madawa. Tutakutoka kwa madawa, alafu tena upumzike after 3 months, tena tupime viral load. Walinipea madawa tu juu hiyo ilikuwa siku yangu ya kuchukua madawa. Nikarudi nyumbani, wakatoa viral load. Viral load ilirudi, wakanipigia simu, wakaniita hospitali, wakaniambia, Millicent, viral load imerudi na imerudi 00. Nikawauliza, sasa hii 00 inamaanisha nini? Hii 00 inamaanisha hauna ugonjwa.